Karibu kwa channel ya Afya Tips. Kwenye video hii nitaenda kukufahamisha na kuelewesha kuhusu kipimo ambacho huwa kinatumika kuonyesha kama mwanamke amepevusha yai au mwanamke ameovulate, na hivi kinaweza kumsaidia mwanamke kujua siku zake za kushika mimba au siku zake za hatari. Lakini kabla sijaendelea, nikukumbushe kama bado hujasubscribe channel ya Afya Tips, tafadhali hivyo. Lakini pia sasa unaweza kuwasiliana na sisi kupitia namba ya WhatsApp ambayo tumeandika hapo, lakini pia kwenye description hapo chini, na hivyo unaweza kutufikia kwa njia hiyo. Sasa kwenye hii video nitaenda kuelekeza jinsi hichi kipimo cha kupima kama mwanamke ameovulate au amepevusha mayai kinavyoweza kutumika. Lakini kabla sijakupa maelekezo kuhusu hichi kipimo, ngoja nikupe maelekezo mengine kidogo. Unajua, katika hali ya kawaida kwenye kila mzunguko wa hedhi wa mwanamke kuna siku ambayo mwanamke huwa ana ovulate au anapevusha yai. Yaani kuna yai ambalo linatoka kwenye mfuko wa mayai lina move mpaka kwenda kwenye mirija ya uzazi, sehemu ambayo yai huwa linakutana na sperm, vikiungana mimba inatungwa. Sasa hii siku ya ovulation au siku ya kupevusha yai huwa ni muhimu sana, kwa sababu hii ni siku ambayo ndio inaendana kabisa na zile siku ambazo mwanamke anaanza kushika mimba au kubeba mimba. Na kwenye ile mahesabu yetu ambayo tunafanya kwenye kujua siku za hatari za mwanamke, huwa tunahesabu kulingana na hii siku ya ovulation au siku ya kupevusha yai. Yaani tunatafuta siku ambazo zinakaribiana na hii siku ya kupevusha yai au siku ya kuovulate. Sasa hichi kipimo kikitumika kinaweza kumjulisha mwanamke kama hiyo siku au siku ya karibuni hapo ata ovulate au atatoa yai. Kwa hiyo kina umuhimu wake hivyo. Kinaweza kumweleza mwanamke kama amepevusha yai na kinaweza kumwelekeza mwanamke siku za kushika mimba. Sasa hichi kipimo ni kama kinavyoonekana hivi. Humu ndani ya hili box waga kuna vimifuko vingine ndani vitatu ambavyo vina vipimo ndani yake. Sasa kuna video ambayo nitakuelekeza vizuri zaidi kwa nini kuna vimifuko vitatu au vipimo vinakuwa vitatu. Sasa kuna kipimo kimoja ambacho nimekifungua hapa kukuelekeza zaidi jinsi kinavyoonekana kwa ndani. Sasa kwa ndani hichi kipimo kinaonekana kama hivi. Kuna hii sehemu nyeupe huku na kuna hii sehemu ya pink ya hapa. Ukifungua hii sehemu ya pink hapa utakuta kuna sehemu ambayo ina vishimo vitatu hivi, alafu kuna sehemu nyingine ambayo iko nyeupe hivi. Sasa hichi kipimo kama vile tukilivyo kipimo cha kupima mimba, huwa kinatumia sample ya mkojo kuweza kupima hormone fulani ambayo waga inatolewa kipindi mwanamke ameovulate. Kwa hiyo ukichukua hichi kipimo ukaweka kwenye sample ya mkojo ukapima, unaweza kukuta ikawa positive au ikawa negative. Ikiwa positive, basi inaonyesha kwamba hiyo hormone imetolewa. Kwa maana hiyo kuna uwezekano mkubwa mwanamke ameovulate siku hiyo au siku moja mbele yake. Lakini ukikuta negative, maana yake inaashiria kwamba kuna uwezekano mkubwa mwanamke hajaovulate kwenye hiyo siku au kwenye hizo siku za karibuni hapo. Sasa ukishaka kwenye sample ya mkojo kwenye sehemu hapa nilivyokuambia kwenye vishimo vitatu hapo na sample ya mkojo, alafu majibu yanakuja yanasomewa hapa. Hivyo ndivyo kinavyoonekana. Sasa ukiacha kujua siku za hatari au siku ya ovulate kwa kutumia hichi kipimo pia kinaweza kutumika kupima kama mwanamke anakuwa na shida au hawezi kupevusha mayai. Kuna baadhi ya wanawake huwa wanapata shida kutoshika mimba, kupata mimba kwa sababu tu hawezi kupevusha au kutoa mayai. Kwa hiyo hichi kipimo kinaonyesha kama mwanamke hawezi kupevusha mayai kwenye mzunguko wa hedhi, basi anaweza kupatiwa dawa au tiba na kupevusha mayai, na Mungu akamsaidia akapata watoto akashika mimba. Sasa hapa nimepata maelekezo jinsi kinavyoonekana na jinsi kinavyo sehemu zake za msingi. Lakini sasa kuna maelezo zaidi kuhusu jinsi ya kukitumia na unatakiwa upime siku gani kwenye mzunguko wa hedhi, kwa sababu hakitaki kutumika kupima siku yoyote tu ile. Kuna siku maalum kwenye mzunguko wa hedhi ambayo kinatumika kupima. Sasa hayo maelezo kuna video ambayo inafuatia nitakuelekeza kwa ndani zaidi. Leo tu ukifahamu na ujue kinatumika kufanya nini na umuhimu wake ni nini. Kama nilivyosema pale mwanzoni, kama una maswali mengine unaweza kucheka kwenye namba yetu WhatsApp, lakini pia kuna watu wengine wanatamani kujua kinatumikaje zaidi, lakini pia watu wengine wanaulizaga kwamba kinapatikana wapi au jinsi ya kukipata. Ukitafuta kwa namba yetu ya WhatsApp tutakuelekeza zaidi. Asante sana kwa kunisikiliza.
Kama una maoni, una comment au una swali lolote, pia unaweza kuandika sehemu ya comment hapo chini na tutakujibu. Lakini kama bado hujasubscribe kwenye channel ya Tips, labda ifanye hivyo ili upate masomo mazuri kama haya.